Hello, habari ndugu mtazamaji, karibu tena kwenye kipindi cha leo. Nimefurahi sana, tumeweza kuungana tena mimi na wewe katika siku ya leo. Kwa siku ya leo nitaenda kuanza series ya somo ambalo linahusiana safari ya mabadiliko kwa taifa. Safari ya mabadiliko kwa taifa. Kwa kuanzia, naweza nikasema kwamba kama mtu umezaliwa katika taifa fulani, jua kwamba hiyo ni zawadi yako ya asili ambayo Mungu anakuwa amekupa. Hukuomba kuzaliwa pale, lakini ulijikuta umezaliwa. Kwa kuna baadhi ya mambo ambayo yanatupasa sisi wanataifa au wananchi tuweze kuyatenda katika taifa letu ili tuweze kuappreciate ule ukuu wa Mungu au sababu zile ambazo Mungu anakuwa ametufanya sisi tuweze kuwa katika taifa husika. Upo katika taifa hilo si kwa bahati mbaya, lakini upo katika taifa hilo ni kwa makusudi maalumu ambao Mungu anataka wewe uyatimilize kama vaso. Jina langu naitwa Enele Bauden. Karibu sana tuweze kuanza mwanzo mpaka mwisho wa hii series ya safari mabadiliko kwa taifa. Sasa leo kesi yangu ya kwanza au mada yangu ya kwanza rasmi itaanza na sauti ndogo, namna sauti ndogo inavyoweza kubadilisha taifa. Namna sauti ndogo inavyoweza kubadilisha taifa. Tutaanza kwa kuona kwamba mabadiliko yote katika taifa hayaanzi tu na wale viongozi wa juu. Lakini mabadiliko yote katika taifa yanaanza na mimi pamoja na wewe. Wewe ukijizatiti, mimi nikijizatiti, nikiwa naishi katika kweli ya ile ya Mungu, nikiwa ninafanya yale mambo ambayo ni sahihi, nikiwa nimekuwa committed katika kuhakikisha kwamba nimekuwa mzalendo wa kweli katika nchi yangu, nimekuwa mtu ambaye ninaona mbali, nimekuwa kiongozi sahihi pale mahali ambapo nipo, inamaanisha kwamba familia yangu itakuwa affected. Familia yangu ikiwa affected inamaanisha jamii yangu pia na yenyewe itakuwa affected. Jamii yangu ikiwa affected kulingana na yale mambo mazuri ambayo labda nakuwa nayafanya kuhusiana na taifa langu kwa ujumla, inamaanisha kwamba nchi kwa ujumla unaweza kwa nini itakuwa affected. Kwa hiyo sasa kitu gani inabidi tujifunze hapa ni kwamba tuna jukumu la moja kwa moja katika kuweza kuilinda nchi yetu. Nchi yoyote ambayo unakuwa umezaliwa. Una jukumu la moja kwa moja kuweza kuhakikisha wewe unachochea amani, wewe unakuwa nuru, wewe unakuwa taa katika mahali popote pale ambapo unakuwepo. Kuna maswali mengi ambayo watu waga wanakaa wanajiuliza sana. Wanaona kwamba hivi mimi nawezaje kuweza kuwa na impact katika taifa langu? Inawezekana vipi? Mbona kama hata papa nilipo labda watu wanisikii? Namna gani naweza nikafanya? Ni hivi. Taifa linaundwa na watu na ardhi na mipaka mbalimbali ambayo na kwa nini inazingira nini lile taifa. Mahali ulipo wewe ukifanya wema au ukasimama katika haki, ukasimama katika kujenga zaidi, inamaanisha utasaidia wale watu kuweza kujengeka katika hali ambayo ni nini? Hali ambayo ni nzuri zaidi. Kwa hiyo pekee wako ukautumia kwa usahihi, ukipata maelekezo ya Mungu mahali pale ulipo, believe me, ni kwamba watu wataweza kuwa impacted kulingana na kile ambacho Mungu nini anakuwa amekupa. Tunaona mfano wa Yeremia, I think ni Yeremia, Mungu anamwambia kwamba yeye ni nabii wa mataifa, inabidi afanye 1, 2, 3. Alisema kwamba Mungu bado mimi ni mdogo sana. Nikijiangalia umri wangu ndivyo alivyokuwa anajiona yeye, Yeremia. Lakini Mungu anavyokutazama wewe, hakutazami kama wewe unavyoona. Tunavyoona sisi si Mungu anavyoona. Mungu anakutazama wewe ni mtu mkubwa. Mungu anakutazama wewe ni somebody katika nchi. Lakini usambadi wako hautaanza tu hapana. Usambadi wako lazima uanze katika process, katika michakato, katika hatua ndogo ndogo ambazo zitakufanya uzidi kukua ili mwisho wa siku uzidi kuleta impact kubwa zaidi nini katika
jamii yako ulipo, katika taifa lako nini mahali ulipo. Lakini pia tukiangalia Gideon, na kesi yake ni ile, aliona kama vile hawezi. Anasema hao, nawezaje mimi nikaongoza hilo jeshi kubwa, inawezekana vipi? Mbona kama vile siwezi? Lakini bado Mungu akamtokea Gideon, akamwambia, akamtia moyo, akamwambia, mimi Mungu naomba nini, nimekutuma ufanye jambo moja mbili tatu. Kwa nini unaogopa? Kwa nini unatetereka? Niamini mimi na nguvu zangu, mimi ndio nitakuwezesha. Kwa hiyo sasa kuna kitu kingine hapo ambacho inabidi tujifunze kutokana na nini? Mifano hii ambayo tumeona wa Gideon, wa nani, wa Yeremia, ni hivi. Mungu ndio kiongozi mkuu. Wewe ukiamua kumpa yeye maisha yako, yeye aongoze kila kitu chako, inamaanisha kwamba mwongozo wako utatoka kwake yeye. Nakumbuka hawa watu wameumbwa na Mungu mwenyewe. Kama hawa watu wameumbwa na Mungu mwenyewe, ina maana kwamba kama Mungu akiwa ndani yako, Mungu akakupa hekima ya hali ya juu na maarifa ukayapata yanayohusiana na yeye, namna gani uongoze hawa watu, utaweza kuongoza kwa namna kubwa. Tukiangalia mfano mwingine pia wa Suleimani pia na ilikuwa ni kesi hiyo. Alipotawazwa kuwa mfalme, yeye alienda kutoa sadaka madhabahuni. Mwisho wa siku Mungu akamwambia, omba lolote utakalo nikufanyie. Suleimani alichoomba ni hekima na nini, na maarifa. Akasema, Mungu naomba hekima na maarifa. Siwezi mimi kuwahukumu wa watu wote walio wengi kama mchanga, ila kutokana na wewe ukiniwezesha ndipo mimi nitaweza. Basi alipoomba hekima na maarifa, Mungu akamwambia, nitakupa na vingine vyote. Nitakupa utajiri, nitakupa mali, nitakupa kila kitu, kwa sababu umeomba kitu kikubwa zaidi. Kwa nini ni kitu kikubwa? Hekima na maarifa ya kweli vinatoka kwa nani? Kwa Mungu. Kwa maana Suleimani alitaka Mungu awe kiongozi katika safari yake, ili yeye aweze kupata hekima ya kimungu katika kuweza kuamua baadhi ya mambo katika wale watu nini alikuwa anaongoza. Kwa hiyo sehemu tulipo, nafasi tunayo ya kuwajibika asilimia zote. Tusio walalamishi tu katika kuweza kusema mbona wale viongozi, mbona sisi sehemu zetu tunafanya nini? Kuna nafasi kubwa sana katika kuwa mabadiliko ya hili taifa letu pendwa la Tanzania. Una nafasi kubwa katika kubadilisha sehemu yako au taifa lako pale ulipo. Lakini kwa namna gani? Kwa kuanza wewe. Mimi binafsi ninafanya nini? Na Mungu wetu ni mwema sana, kwa sababu yuko pamoja na sisi tunasubmit vitu vyetu vyote kwake, tunasalenda mbele zake. Yeye atatunyanyua kwa kadiri vile ambavyo yeye anaona ni sawa kwa ajili ya taifa lake. Yes, nadhani hizo ni baadhi ya points mbalimbali point mbalimbali ambazo tumeziongea kuhusiana na nafasi yako wewe katika mabadiliko ya nini? Ya taifa. Una nafasi kubwa sana, usijidharau. Lakini mwachie Mungu atawale maisha yako, mwachie Mungu awe kiongozi katika kila hatua ambayo unakuwa unapiga. Na Mungu atakunyanyua kwa namna kubwa sana. Mungu ile kiu aliyokuwekea ndani yako, mwisho wa siku itakaa au italeta mabadiliko katika wale watu ambao Mungu anakusudia waweze kuponyeka, waweze kuwa sawa kutokana na kile kitu kikubwa ambacho Mungu anakuwa amekupa ndani yako. Yes. Asante sana ndugu mtazamaji kwa kuweza kunipa muda wako. Nimefurahi sana kwa kuwa umeweza kujumuika na mimi kuanzia mwanzo wa session hii mpaka mwisho wa hiki kipindi. Swala la msingi na kubwa, kumbuka una nafasi kubwa sana katika kuweza kuleta mabadiliko katika taifa lako hapo mahali ulipo. Lakini kwa namna gani? Kwa kuanza wewe kama wewe. Nyanyuka, anza sasa, na Mungu yuko upande wako, na akiwa upande wako hakuna ambaye atakuwa kinyume chako. Barikiwa sana. Pia naomba nikutakie wakati ulio mzuri. Kwaheri kwa siku ya leo. Bye.